Na mtazamaji, karibu sana. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukupa taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kutokea katika mitandao ya kijamii, lakini pia uchambuzi jadidi kabisa ambao tunaenda kuchambua hapa dakika zako kadhaa ambazo tunakuletea uchambuzi huu. Basi hakika utaweza kupata vitu vingi sana ambavyo utatamani kuweza kuendelea kutazama na kuendelea kutufuatilia kila siku. Nipo na mchambuzi wangu wa zamu hapa, Ayubu Mgando, kwa ajili ya kuweza kupita na kuchagiza hapa na pale katika zile stories zote ambazo zimeendelea siku hii ya leo. Leo ni siku nyingine tena, ni Jumatatu kipekee kabisa ambayo tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kukupa zile stories zote ambazo zimeweza kujiri. Tutapita story tofauti na tunafahamu kwamba kuna dabi tarehe 25, lakini pia kabla ya dabi kuna michezo pia ambayo itachezwa, tutaangazia hapo. Lakini pia ukimya wa Simba Sports Club mpaka hivi sasa pengine inatoa ishara gani, watacheza au hawatacheza? Lakini pia tetesi mbalimbali ambazo zimeendelea kujitokeza katika anga letu la soka. Basi tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha basi tuna piga story mbili tatu. Bwana Ayubu, vipi kwanza? Na fresh mzee wangu. Kama kawaida. Bwana, watu mbalimbali tayari wanatusubiria hapa kwa ajili ya kuweza kuwapa hiki ambacho pengine tunaenda kuwapa. Ukimya wa Simba mpaka hivi sasa pengine unatoa ishara gani? Wanafanya maandalizi kimya, wameamua kukaa kimya kwa sababu kupisha lile sekeseke ambalo lilikuwa limejitokeza, na pengine watacheza au wachezi? Mtazamaji anataka kufahamu pia. Ukimya wa Simba ina maana Simba wako tayari kucheza dhidi ya Yanga tarehe 25, na unajua kitu ambacho kimewafanya Simba wakae kimya ni ile barua yao ya waliochapisha siku chache zilizopita kwamba baada ya tarehe 15 hawatocheza, na kukubali kile kikao ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa amekiitisha. Wakaenda, kuna makubaliano ambayo watakuwa walifikia, na makubaliano ya kile kikao japokuwa hajawa disclosed, hakuna mtu anayefahamu kilichokuwa kimeongelewa huko ndani, lakini kimya inaashiria kabisa kwamba Simba wako tayari kucheza dhidi ya Yanga tarehe 25, sababu kama Simba wangekuwa hawako tayari kucheza hii mechi ya dabi, tungeshaona taarifa ambayo kutoka ndani ya klabu ya Simba imeshatolewa. Ina maana ukimya huu unamaanisha kwamba Simba wanaendelea kujifua, kujinoa taratibu, hawataki kutengeneza tena pressure yoyote. Ndio maana wameamua kukaa kimya wakijiandaa na mchezo dhidi ya Yanga tarehe 25. Na Mwalimu Fadlu alishazungumza kwamba yeye yuko tayari kucheza dabi kwa sababu kazi yake ni kuhakikisha kwamba anashinda kila mchezo ambao Simba inashiriki, na kazi yake ni kuandaa vijana wake vizuri kuelekea kwenye kila mechi ambayo Simba wanapaswa kucheza. Kwa hiyo kama mwalimu yuko vizuri, wachezaji wako vizuri kiakili, kiafya, nazungumzia miili yao, sioni sababu ambayo Simba wanaweza ikawafanya wao kuto kucheza tarehe 25. Pengine watu wanataka taarifa, sababu mara ya mwisho barua yao walioitoa ilikuwa na maelezo mengi ambayo mpaka hivi sasa pengine haijajibiwa na mashabiki mbalimbali ambao pia nilipata nafasi ya kupiga nao story. Wakasema kabisa hata wao pia hawajui uongozi wa Simba umeamua nini, kwa sababu wameamua kukaa kimya kwamba dabi ipo au haipo. Yani wao mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club, wao binafsi wanatamani uongozi wao utoe taarifa kwamba jamani, sawa, dabi ipo, basi mjiandae, mjitokeze kwa wingi, kwa sababu hiyo ni mechi ya mwisho katika mechi ambazo watakazocheza. Na mimi hata Simba wao pia watahitaji mashabiki wao kuweza kuhudhuria katika huo mchezo ili kuchagiza, kwa sababu kwa mfano kila mmoja akishinda mechi zake zilizobaki, kwamba Yanga atahitaji sare tu, alafu Simba atahitaji alama 3 kwa ajili ya kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo sidhani ukimya huu pengine una faida au hasara pia. Unajua kinachofanya huu kimya wa Simba uweze kutawala ni kile kikao ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa ameita. Na baada ya kikao kile ukuona Simba kama walitoa taarifa yoyote zaidi ya Yanga ambao wenyeji wa mchezo kutoa tamko kwamba dabi ipo tarehe 25 na tunajiandaa na mchezo na kuanza kupromote mchezo. Kwa hiyo inakupa picha kwamba Simba wako tayari kucheza dhidi ya Yanga. Ndio maana uoni taarifa yoyote kutoka kwenye uongozi wa Simba, kwa sababu wao ni wageni wa mchezo. Kwa promotion yote ya mchezo niko kwa mikononi mwa Yanga. Walichokifanya mara kwanza ilikuwa ni nini? Tarehe 15 ile, sababu walichagiza sana. Ile ilikuwa ni pressure, kutengeneza pressure kwa mamlaka kwamba mlisema kwamba mechi itachezwa tarehe 15 na sisi tutasimamia kwenye hiyo tarehe 15, kwa sababu Yanga na wao waliweka wazi kwamba hawatocheza ile mechi ya tarehe 15. Kwa hiyo kulikuwa na huo mvutano, lakini baada ya kutoka kwenye kikao na Mheshimiwa Rais
ndio tumeona viongozi wa Simba wamekaa kimya, hakuna chochote ambacho wamekiongea sofa mpaka sasa. Kwa hiyo hii inatupa uashiria kwamba Simba wako tayari kucheza dhidi ya Yanga. Ndio maana uoni wakitoa taarifa yoyote kukataa kucheza ama kukubali kucheza. Kwa hiyo wameamua tu kukaa neutral, wamekaa kimya ili kuweza kuondoa pressure wa mchezo huo, kwa sababu sofa ukiangalia Simba ndo anaingia kwenye mchezo akiwa na pressure kubwa sana. Wamepigwa mara 4 mfululizo. Kwa hiyo wao wanataka kuiapproach hii mechi kimya kimya. Acha Yanga waongee, sisi tuenda kwa surprise uwanjani. Sababu katika mechi zilizopita Simba walitamba sana, walikuwa wanaongea, lakini walikuwa wakiingia uwanjani wanapigwa. Kwa hiyo this time around nafikiri wamekuja na approach kwamba sisi tunaenda kimya kimya. Vita kimya kimya waga ina faida kuliko ile vita ya maneno. Kwa hiyo wao inawezekana wameamua kuja na approach ya kuwa kupigana vita kimya kimya ili kuweza kwa surprise Yanga ndani ya uwanja. Na hata msemaji wao umemwona yuko kimya. Kawaida Ahmed Ally sasa hivi angekuwa tayari, tambo zingekuwa nyingi, vurugu zingekuwa nyingi, lakini ameamua kukaa kimya. Inaelekea ni agizo pia kutoka kwa uongozi kwamba okay guys, hebu hii mechi tu approach tukiwa kimya kimya, kwa sababu kuna mengi yamepita hapa. The pressure ilikuwa kubwa, psychologically wachezaji walikuwa hawajui kama tunacheza. Kwa mambo yalikuwa ni mengi sana. Hebu tuende huu mchezo dhidi ya Yanga kimya kimya. Yani hiyo ndio ile slogan ya hii mechi, kimya kimya. Kwa bado mimi nina imani kubwa 85% hadi 90 Simba anacheza dhidi ya Yanga tarehe 25. Upande wako unaonaje huu mchezo sasa? Kwa upande wa Simba, kikosi chake mechi zinafululiza kila baada ya siku 3 kuweza kufika pale tarehe 25. Yaani kuanzia tarehe 15 ambayo walitaka kucheza dabi, wakaongeza siku 10. Maana yake hapo ni michezo miwili kabla ya mchezo wa mwisho wa dabi. Kwa maana yake ukicheza mchezo mmoja unakaa siku 3, unacheza tena mchezo mwingine. Kwa vikosi vyote viwili unavyoona ushindani utakaoelekea kwenye mechi za hizi, utaona upangaji wa matokeo, tutaona favor kwa waamuzi kwenye hizi timu mbili, kwa sababu kumbuka finali ni mechi yao ya dabi. Kwenye hizi mechi mbili ambazo zimebaki kila mmoja, tutaona favor, tutaona upangaji wa matokeo, tutaona marefari. Kwa mazingira yaliyobaki, unajua yalivyo kwa hizi mechi zilizosalia, ndio mechi ambazo zinaenda kuamua ubingwa kabla mchezo wao wenyewe kwa wenyewe kukutana. Kwa hakuna timu ambayo itakubali kudondosha alama 3 hapa kuelekea mechi ya dabi. Sababu huo ni mchezo ambao Simba atahitaji kushinda kivyovyote, Yanga atahitaji sare. Na Yanga hatotaka kudondosha alama yoyote kuelekea dabi, Simba hatohitaji kudondosha alama yoyote kuelekea dabi. Kwa hii ni zaidi ya mechi ambazo zitakuwa zikichezwa. Yaani hizi ni mechi ambazo zitakuwa zinachezwa nje na ndani ya uwanja. Kwa hiyo na hapa ndipo ukubwa wa Simba na Yanga utakapoonekana. Of course makosa ya kibinadamu yatakuwa ni mengi sana, na pia ile michezo yetu ile itakuwepo, kwa sababu kila timu haitotaka kudondosha alama. Na hii ni mechi ambayo unacheza mechi yako huku unacheza mechi ya mwenzako pia, sababu kama Simba anacheza mechi yake lazima aicheze na mechi ya Yanga. Inazungumzia kwenye motivation sasa kwa wapinzani wa Yanga, ama Yanga pia atakuwa anacheza mechi ya Simba, motivation kwa mpinzani wa Simba kwamba mimi nahakikisha nashinda huku, lakini wewe mpinzani toka naye hata sare tumwalibie mahesabu huyo. Kwa hiyo yes, hizi ni mechi ambazo zitakuwa zinachezwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo hizi ni mechi ambazo zitakuwa zina pressure kubwa kuelekea kwenye mchezo wenyewe ambao utakuwa ni finali kati ya Yanga dhidi ya Simba, ambao Yanga watakuwa wenyeji. Kwa hiyo mimi naamini hii ni michezo ambayo itakuwa na vitu vingi sana kabla ya dabi yenyewe. Kwa sababu tutaanza kuona makosa ya kibinadamu ya marefa. Of course tutegemee, kwa sababu so far msimu huu kuna timu zimenufaika sana na makosa ya kibinadamu, na nategemea kuendelea kuyaona hayo makosa ya kibinadamu, kwa sababu so far hata mamlaka ambazo zinahusika kwenye kuwajibisha hawa waamuzi hawatoi adhabu ile ambayo inaweza ikamuuma kweli muamuzi na kukataa kuweza kufanya kosa lolote ambalo, ama kuishi kimazoea kwamba okay, hii Simba labda nina maaba nayo, ama kuna bahasha imepita. Kwa kama kungekuwa na adhabu kweli inatolewa, muamuzi anakuwa muoga. Lakini pia hata mamlaka wenyewe wanafahamu. Unajua hawa waamuzi sometimes tunawalaumu, lakini kuna mechi nyingi wanachezesha bila kulipwa stahiki zao, kwamba wanachezesha kwa mkopo. Hata ingekuwa wewe kawaida Ben, kama unachezesha kwa mkopo alafu mtu anakufuata mzigo kaweka kwenye bahasha, hata mimi nachukua. Kwa kuna namna ambao mamlaka nao wanapaswa kuangalia ili kuweza kuepusha hizi viashiria vya rushwa kwenye hizi mechi ambazo zimesalia kuelekea mchezo wa dabi. Basi wahakikishe waamuzi wanalipwa on time, yani walipwe stahiki zao kabla hawajaelekea kwenye hii michezo. Kama tunataka tuone ligi ikitamatika ikiwa tamu zaidi,
ama ikiwa bora zaidi, basi ni kuhakikisha mamlaka wahakikishe hii michezo kuelekea mchezo wa mwisho wa dabi, waamuzi walipo stahiki zao vizuri kabisa, ili kusiwe na mchezo wa kupanga matokeo. Sawa, cha kumalizia cha mwisho ni kushindanishwa kwa wachezaji wawili, Elie Mpanzu pamoja na Pacome. Pengine ni kivutio kikubwa sana kwa hii dabi. Okay, angalia mijadala ambayo inaendelea huko mitandaoni, katika vyombo vya habari na michezo, vipindi, kwamba Simba wanaadili sana, wanaenjoy sana wakiwa na Mpanzu wao kwa maana tishio, lakini Yanga wanasema sisi tuna Pacome. Pengine wachezaji hao wawili sasa wanaenda kuileta mvuto dabi tarehe 25. Of course, ni wachezaji ambao ni wachezaji wakubwa ambao unahitaji kuona akicheza kwenye timu, kwenye mechi kubwa. Pacome ameshajitanabaisha mchezaji wa aina gani. Yani uhitaji tena kukaa kwanza kujadili ubora wa Pacome. Tangu afike Yanga ameperform kwenye mechi zote kubwa ambazo Yanga amecheza. Pacome yuko ndani, ameperform. Mechi dhidi ya Ahli kama unakumbuka, na makundi ile, Pacome anasawazisha dakika ya mwisho. Game za Simba, game za Azam, Pacome ameonyesha ubora mkubwa sana. Elie Mpanzu of course naye anaendelea kujitanabaisha msimu wake wa kwanza, yani tuseme nusu msimu wake wa kwanza akiwa na klabu ya Simba. Hakucheza muda mrefu sana, sasa hivi ndo anaanza kugain ile momentum. Ni mchezaji ambaye once anapokuwa ndani ya uwanja Simba wana mtu ambaye anaweza akafanya jambo lolote, anaweza akafunga, anaweza akatengeneza, anaweza akaivuruga ile organization ya timu pinzani ya ulinzi. Kwa yes, hawa ni wachezaji ambao wanakupa burudani, lakini pia ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kuamua mchezo. Kwa yes, Simba wana haki ya kujivunia Elie Mpanzu kwa sababu ya kile kitu ambacho anaweka kwenye timu yao. Pacome uhitaji discussion zaidi kumuelewa Pacome. Tayari ameshajitanabaisha, ameshaweka vitu vikubwa sana kwenye klabu ya Yanga, na sio tu kwa bahati mbaya, with consistency, kwa muendelezo. Kwa hiyo yes, ni wachezaji ambao kila timu inaenjoy kuwa naye, sababu ni mchezaji ambaye anaweza kufanya jambo pasipo kuwa na jambo likawa jambo. Kwa hiyo kila mshabiki ana haki ya kumsifia mchezaji wake. Sasa tukamalizia cha mwisho, nini ambacho pia mtazamo wako kwenye huu mpira sasa, nini ambacho pengine ungetamani kukiona, kushauri? Mimi kwangu mimi naomba tu mamlaka zihakikishe kwamba hizi mechi kabla kuelekea dabi basi wafanye vitu kiweledi zaidi. Yani tuepushe yale mambo mengi ya nje ya uwanja, ili tuweze kushuhudia ligi kiwa tamu kuelekea kwenye tamati ya ligi. Kwa sababu kama kukiwa na vitu vingi vya nje ya uwanja vitakuja kuharibu hata hiyo michezo yenyewe. Hata dabi yenyewe inaweza isiwe na ladha, kwa sababu kama Simba ama Yanga atanufaika kivyo vyote kwenye hii michezo kuelekea dabi, of course kelele zitakuwa nyingi sana. Tutahama sasa kwenye focus ya dabi, tutahamia kwenye upande wa pili ambapo it's either makosa ya kibinadamu, ama kutakuwa tunaona kuna timu kama itakuwa imelipwa fedha kwa ajili ya kupanga matokeo, kwa sababu kuna timu nyingine hazishuki daraja, haziwezi kuchukua ubingwa, tayari zishajihakikishia kusalia maeneo ya katikati. Kama unakutana na timu ambayo inataka ubingwa, inapigania ubingwa, of course kuna namna ambayo mnaweza mkaongea biashara, mambo mengine yakafanyika. Kwa hiyo kuna namna ambayo mimi nisingependa kuona hivi vitu vikifanyika. Tunataka tuone ladha kuelekea mchezo wa dabi, kwa sababu kama haya mambo yatafanyika, na maana hata ule mchezo wa dabi tena hautakuwa na maana, sababu utakuwa umegubikwa na mambo mengi kuelekea mchezo wenyewe wa dabi. Sisi tunataka vitu hapa viende smooth, kila kitu kiende kiweledi, ili sasa tuende tukapate dabi ambayo yenye hadhi ya kuamua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Sawa, dabi yenye hadhi ya kuamua bingwa wa Tanzania bara 2024-2025. Bwana, shukrani sana kwa ambao umechukua muda wako, tumekuletea japo tutaendelea ku count down habari zote ambazo kuelekea dabi tarehe 25. Hakika hapo ulipo basi hujakosea kabisa kuchagua kituo chako bora kabisa kwa ajili ya kuweza kupata matangazo kama haya hapa. Endelea kusubscribe kwa miongoni mwa watu ambao mtapewa taarifa, kupata taarifa mbalimbali. Chao.